Mama wa bwana harusi alimtupia bibi harusi cheki ya dola milioni 1 ili aachane na mwanae. Chukua hizo hela, achana na mwanangu. Ngoja nimpigie simu nijue kama yuko tayari kuniacha. Akampigia simu bwana harusi mtarajiwa, akamweka loudspeaker. Kubali pesa uliyopewa na mama, tafuta mtu wa hadhi yako, sijawahi kukupenda. Watesi wa bibi harusi walicheka, wakaanza kumsimanga. Bibi harusi hakuamini alichokisikia. Bibi harusi akaibamiza ile cheki chini kwa hasira. Baki na litoto lako. Akamfuata mlinzi wa ukumbi, akamuomba amuoe. Alitaka kumuonesha huyu mama kwamba kwa mtoto wake hakuja kudanga, alikuwa na mapenzi ya kweli. Kaka, naomba ukubali kunioa, nifichie hii aibu jamani. Wewe mlinzi usimkubalie, huyo amepanic ndio maana amekuchagua wewe. Hawakujua kuwa huyu mlinzi ni bilionea. Dakika chache zilizopita mama yake alimlazimisha kuoana na mwanamke asiyempenda, akabadilishana nguo na mlinzi ili aweze kumtoroka mama yake. Mwamba aliingia kwenye ukumbi wa hii harusi ili kujificha. Naomba ukubali kunioa, naahidi nitakuwa mnyenyekevu sana kwako. Jamaa akakubali kumwoa huyu binti ili amkomoe mama yake. Bibi harusi alifurahi sana, akawa anajiandaa kuondoka na Mwamba. Mama samahani, kampuni unayomiliki inaitwaje? Mpimbwe Farmers, wauzaji wa nguo. Sasa hivi utapokea ujumbe kwenye simu yako mama. Mlinzi akaondoka. Dakika chache baadaye mama akapokea simu kwamba kampuni lake limefilisika. Serikali ikawapa cheti cha ndoa. Nahisi nimekurupuka kuolewa na huyu mlinzi. Tumbo linaunguruma, twende tukale. Silagi mtaani. Bibi harusi alidhani mshikaji ni maskini kiasi ambacho hana hela ya kulipia chakula, akamwambia atalipia yeye. Bibi harusi alivyotangulia mbele, mshikaji alimpigia simu mfanyakazi wake, hakikisha kampuni iliyokutajia inafilisika. Bibi harusi akaja kumchukua mshikaji na gari. Mwamba hajawahi kupanda magari mabovu kama haya, kwa hiyo akasita kidogo. Bibi harusi akambembeleza, baadaye akaingia laini akapanda. Kelele za gari zilisababisha mshikaji amkumbatia bibi harusi kwa hofu. Una uhakika tutafika salama na hii gari? Akampeleka kula kwa mama ntilie. Mwamba ni mtoto wa kishua, alikuwa anaona kinyaa kula pale. Chakula cha hapa ni kitamu. Kaa. Akaenda kuagiza chakula. Akampigia simu msaidizi wake. Mkataba useme siku nitakaoachana na huyu mwanamke atapata dola milioni 10. Binti alivyorudi aliweka chini mkataba aliojitengenezea mwenyewe. Ukisaini mkataba wa ndoa, nitahakikisha na kusapoti kifedha. Nitakufungulia biashara. Mwamba akashindwa kujizuia kucheka kwa kuwa anajua ana pesa nyingi kuliko huyu mwanamke. Je, atamchana huyu mwanamke ukweli kwamba yeye ni bilionea au ataendelea kuigiza kama mlinzi? Comment hapo chini kama maelezo.